Pazia la Hadithi. They are here. They hunger for the light. Usiku ule haukuwa wa kawaida. Mwezi ulikuwa mwekundu kama damu iliyoganda angani, na upepo ulivuma kwa sauti ya kuomboleza, kana kwamba ulikuwa unaomboleza kifo ambacho bado hakijatokea. Nilitembea peke yangu, nikitoka kazini nikiwa nimechoka kimwili na kuvunjika moyoni. Sikuwa na mtu. Simu yangu ilikuwa kimya. Nyumba yangu ilikuwa baridi, na ndani yangu kulikuwa na ombwe ambalo hata usingizi haukuweza kulijaza. Ndipo nikajikuta nikipita karibu na kile kisima cha zamani, kisima ambacho tangu nikiwa mtoto nilifundishwa kuepuka, kisima ambacho wazee wa kijiji walisema hakina mwisho, kisima ambacho kiliwahi kumeza watu na kuwarudisha wakiwa sio wale wale. Nilijaribu kuharakisha mwendo wangu, lakini miguu yangu ikakataa. Kulikuwa na kitu kilikuwa kinaniita. Ndipo nikasikia sauti ya kike, laini, nzito. Ilikuwa kama inatoka chini ya ardhi, lakini ikaniongelesha moja kwa moja moyoni. Kwa nini unajifanya hunioni, ila hali moyoni unanihitaji? Niligeuka taratibu. Moyo wangu uligonga kifua kama ngoma ya msiba. Mbele yangu alisimama mwanamke ambaye hakuwa wa kawaida. Uzuri wake haukuwa wa kibinadamu. Macho yake yalikuwa yanang'aa gizani kama makaa ya moto. Ngozi yake ilikuwa laini kama moshi. Haikuakisi mwanga, iliumeza. Hakutembea, aliteleza juu ya ardhi. Nilitaka kukimbia, lakini tamaa ilinifunga miguu. Alitabasamu, tabasamu lililonifanya nisahau kila onyo nililowahi kusikia. Nimekuwa nikikusubiri, alisema. Umenitaja mara nyingi kwenye mawazo yako kuliko unavyodhani. Aliniambia jina lake, jina ambalo halikuwa la lugha yoyote niliyoijua. Alisema alikuwa jini wa zamani, aliyeishi kabla hata kijiji chetu hakijajengwa. Sijui ni kwa nini sikumuuliza maswali. Sijui ni kwa nini sikukimbia. Najua tu kwamba nilihisi kama hatima yangu ilikuwa tayari imeandikwa. Usiku ule uliingia kimya kimya. Moto wa hisia, ukaribu wa hatari, na giza lililonimeza polepole. Kilichotokea kati yetu hakiwezi kuelezewa kwa maneno ya kawaida. Kilikuwa ni kuunganishwa kwa roho, si miili tu. Nilipoteza fahamu. Nilipoamka, asubuhi ilikuwa imefika. Nikiwa peke yangu. Kisima kilikuwa kimya kama hakijawahi kuzungumza nami. Mwili wangu ulikuwa mzito. Kifua kiliniumiza kama kuna kitu kilikuwa kimenivutwa kutoka ndani yangu. Nilipoangalia chini, kivuli changu hakikunifuata. Kilisimama kando yangu, kichelewa, kikiwa kama kinaniangalia. Kuanzia siku hiyo, maisha yangu hayakuwa yangu tena. Kila usiku, saa ile ile, nilisikia sauti yake. Usiniache. Uliniahidi. Ndoto zangu zilijaa damu, moto, na kisima kirefu kisicho na mwisho. Nilianza kudhoofika. Chakula hakikunishibisha. Usingizi haukunipumzisha. Watu walianza kuniogopa. Walisema macho yangu yalikuwa yanabadilika gizani.
Walisema kivuli changu kilichelewa kunifuata. Ndipo nikaamua kumtafuta mganga wa kienyeji aliyekuwa akiishi porini mbali na kijiji. Alinipomtazama tu, alitetemeka. "Ulichokifanya si mapenzi," alisema kwa sauti ya chini. "Ni agano." Aliniambia ukweli niliokuwa naogopa kuusikia. Jini uliyemgusa alichukua sehemu ya roho yako. Usiku wa 7 atarudi kuchukua kilichobaki. Nilihesabu siku. Nililia. Nilijaribu kusali. Lakini kila nilipofumba macho, nilimuona. Usiku wa 7 ulipofika, upepo ule ule ulirudi. Mwezi mwekundu ulitanda angani. Na sauti ile niliyopenda ikabadilika. Ikawa nzito, yenye njaa. "Uliniahidi milele." Kivuli changu kilinivuta kuelekea nje ya nyumba. Miguu yangu haikunisikiliza. Nilijikuta nimesimama tena, karibu na kile kisima. Kutoka ndani ya giza, alitokea. Sasa hakuwa mrembo tena. Uso wake ulikuwa umebadilika. Macho yake yalikuwa moto mtupu. "Ni wakati wa kurudi nyumbani," alisema. Tangu usiku huo, hakuna aliyeniona tena. Lakini hadi leo, watu wa kijiji wanasema usiku wa manane, karibu na kile kisima, bado kuna sauti ya mwanaume anayelia. Na kivuli kinachotembea bila mwili. Endelea kufuatilia Pazia la Hadithi kwa simulizi nyingine. Usisahau kusubscribe, kushare na kubonyeza alama ya kengele. Hadi wakati mwingine.